hata mama anakuja anakutwa, nikamwambia mami, acha nikwambie, mimi ni mara ngapi umenikuta police station? Mimi sikuwa naogopa mtu, wacha hata raia. Mimi kwanza raia hizi nitisha. Mimi kama siogopi polisi na bunduki, jusi mimi sikuiba naiba. Raia ndio wewe ati wewe ni tajiri unaweza mimi nikuhamishe wewe. Wewe tajiri ndio kusema. Wewe ndio uhame, mimi huwezi nihamisha. Mimi naweza mimi niko na gang. Naweza kukutoa mpaka kwako. So mimi niliwacha. Na hizo biashara I'm not for there again and again and again. Na kwani how lucky am I mama? Sasa nenda miaka 5 sijaishi kwa. Achana watu wale unasikia ni watu wa kutoka kukuharibu akili. Lakini mimi mama, mtoto wako, mimi niliwacha maneno. Kwa pamoja. Yale baba amenifanyia, acha nikitisha. Okay, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching us from. This is Tip TV, where we give value, we give life a meaning. So first, before we start this interview off, I just want to thank all our viewers, all our audience. Thank you for the support that you gave us for our first broadcast that we had, and you received the broadcast very well, and we appreciate so much. May God bless you wherever you are. Kindly, those who are watching us and you have not yet subscribed, I just want to take this opportunity, just take this minute, just take this second and hit that notification bell, just subscribe, so that this message, so that these testimonies will reach many people, as many as possible. This is what we want, because Tip TV is all about giving life a meaning. It's about changing life, it's about transforming life. So that's why I'm just requesting you to just like, subscribe, share, and kindly comment down there on the comment section. The more you comment, the more we know what you guys want. If that testimony, if that story was good, or that story has changed your life, we want to receive testimonies from you guys. So comment down on the comment section. So just the more you like, the more this message will reach many people. So without further ado, I just want us to go ahead straight to our conversation today. And I'm so glad that I'm joined with one of us here. And so I just want you to just focus and take your time to listen to the story. Listen to the testimonies, because our testimony, by the word of their testimonies, lives are changed. So one way of people being blessed is by hearing or by listening to the testimonies. And I'm so glad. And before we start off, I want also to wish you a happy Easter. I know we are celebrating Easter this day, and wherever you are, I just want you to know that Christ died for us. Christ died for you, and you are the reason why Jesus, God, sent His only begotten Son for you. So as we celebrate this Easter, just know that God loves you so much, and may God help us to showcase that love. Thank you so much. So have a good time wherever you are, and spread love. Amen. So today, venye nimesema, today tumetembelewa by one of us. His name is Joseph Kiungi, and I'm so glad to have him this morning. And the reason why I brought him to this platform is that I listened to his testimonies. There's a day alitupea testimony yake pale church, Pefa Church hapa Kamulu. So shout out to our man of God, our bishop, Pastor Bishop Edward Waweru. So I had the testimony, and the testimony was so touching. I was so encouraged. I was so inspired by the testimonies. And before I started this channel, I knew that when I start, the first person mwenye nitaita kwa interview ni Joseph, and I'm so glad to have him this morning. And I just want to give him an opportunity to introduce himself. So to welcome you, Joseph.
So kindly welcome to Tip TV. This is where we add value. So kindly you can introduce yourself well. Karibu. Naitwa Joseph Kihungi Yes. Mbodho, ama popular known as Baba Peter. Nimeokoka, nampenda Mungu. Amen. So mimi ukweli Mungu amenibadilisha. Nilikuwa one of the bad boys Yes. of this city of Nairobi. Yes. I was once upon a time a peddler. Na nikakuwa mlevi. Lakini kwa neema ya Mungu, yes, nikapatana na Mungu, nikabadilisha maisha yangu. Amen. Na ukweli nataka kuambia yote pahali yuko na pote ananisikiza, either ni baba ama ni kijana, kwamba kweli Mungu hubadilisha. Amen. Mimi nilikuwa wale watu wazazi wanaona ni kama wamepotea ama ni kama waliharibiwa, mpaka wanashindwa sasa kweli watanifanya nini. Lakini ukweli nilipotamani na nikapatana na huyu Mungu, kweli alibadilisha maisha yangu. Amen. Na kabisa alibadilisha. Mimi sikuenda rehabilitation center. Okay. Nilikuwa mlevi na kunywa madawa na kunywa pombe na uza. Lakini ukweli nilipobadilika, hata in another way, hata serikali ni kama iko inaamini ati nimebadilika, sababu nilipoacha hizo vitu walikuwa wanaona ni kama mzaha. Okay, so let me acha nikukatishe kidogo. Kwa sababu najua story already umetupatia a preview kidogo ya story unataka kutupatia. So I want us to go direct to where this story began. Umesema ulikuwa peddler. And honestly I know there are people who are watching us and they're wondering who is a peddler. Peddler ni muuzaji wa dawa za kulevya, bangi, madawa. Is the name peddler. Peddler ni mtu anauza madawa. Madawa. So when ulikuwa unauza madawa za kulevya. So tell us when ilianza wapi? Ulijipata aje to a point where you're selling drugs? Okay, mimi nilijipata number one, marafiki. Nikawachana na shule. So unajua ile kupatana na marafiki unaanza kujikaisha. Wazazi wanataka wewe uendelee na shule, unatoroka nyumbani. So unaona sasa ukikaa huko unapatana na rafiki. Sasa mnaanza maisha. Sasa hapo ndio nilianza hiyo maisha. So ndio ulianza maisha ya kuuza madawa. Nikaanza nafanya mavibarua ni hivyo. Naenda tunafanya vibarua. Finally niko na kazi ya vibarua haina maana kama kazi ya drugs. Drugs ilikuwa na mado. Kuna pesa. Napata pesa. So tukaanza na friend yangu alikuwa anaitwa Karizi na Wainaina. So tukaanza biashara. Tukaanza biashara. Tukaendelea hivyo. Sasa kila mtu akakuwa na nyumba yake. Sasa tukaendelea hivyo. Tukaanza maisha hivyo. Tunaenda tunachukua madawa kule Lang'ata, wapi, places mingi. Tunakuja tunauza. Sasa sisi tulikuwa tunauzaga sana madawa kama ni town, kama disco, tunaenda reggae. Kama ni leo Friday, Saturday, huko ndio biashara yetu iko. Kina Hollywood, Brilliant. Okay, so ulikuwa unauza madrugs. Unajua tumesikiza sasa madrugs na hizo zinapanga na pesa. So hizi kwanza kuuza madawa ulikuwa umeanza kuuza ukiwa shule, ukiwa primary, no. Secondary ama nimetoka primary sasa niko raia. Ushamaliza shule? Nishamaliza shule. Ulikuwa unza shule. Sikuendelea na secondary. Mimi nimetoacha primary, wazazi nilipata mjalia macho, wakataka ni repeat. Hiyo ni score max nzuri. Na mimi niko na friends zangu si wameproceed. Mimi ningeendelea. Sasa hapo ndio tulizozana na wazazi. Wazazi wanataka niendelee na shule na mimi sasa ndio nikahama home. Nikaenda Dandora. Nikaenda Huruma. Sasa nikaanza maisha. That's how I kept myself. Ndio ulijipata so tuseme ulikuwa around 18 20s hapo. Hata si 20. No. Back hiyo ni miaka 17. 17. So after sasa mshakorofishana na wazazi nyumbani, wanataka urudie shule, lakini ukasema mimi ya shule sitaki. So ndio ukakuja hivi Dandora, ukakuja pana Itonga. So Dandora hapo venye ulikuja, hapo ndo that's the places now ulianza maisha. Hapo ndo ulipatana na mabeste ama mabeste ni watu walikuwa mtaa huko huko. Sasa si nimeanza kukaa. Mimi naenda kule Dandora, tukaanza maisha kule kwa dumping. Kule kwa takataka. Sasa unakwenda kule tunarogota matakataka.
katika kurogota matakataka. Sasa unaona sasa pia takataka sasa we kuna wale ma kingpin. Sasa unaona biashara yako vizuri afadhali wewe na drugs. Wewe usiagea watu ma drugs. Okay. So after sasa mlikuwa mshauza hizo ma drugs hapo hivyo Dandora. So you began from Dandora to sell drugs. So mlikuwa mnauzia watu gani? Mlikuwa mnauzia ma students? No, not students. Student hapana. Mnauzia nani? Sisi wakati wetu tukiuza drugs we are very disciplined. Nauzia watu wazima. Watu wana boma zao, watu wanaenda makazi. Kuna watu wengi wanatumia drugs. So before nikuulize swali lingine. So where was the source of the drugs? Where mlikuwa mnazisource wapi? Mnazitoa wapi? Juice ama kuna master. Kuna masters wale wako hii Nairobi na hii Kenya, wale wana drug peddler, masmuggler wa dawa, hata serikali inawajua. So sisi wanatuletea, kuna drugs kama roche, ma drugs na bank. Ona. Sasa tunanunua kwa wale. Mnanunua kwa hao alafu unakuja unauza. Okay. So after but kama bangi tulikuwa nachukua korogosho. Kuna mzee mmoja alikuwa na pedra mkubwa sana. Yeye alikuwa anatoa bangi Tanzania, Nyanza. Tajiri sana, anaitwa Jack Mjaluo. Huko kwake asubuhi huko nakuta amekava barabara ya Outer Ring na Kangundo Road. Polisi hawezi kuuliza. Hawezi. Yeye sasa ni mafia. Yeye anajua hizi ma dealings. Sasa yeye ndio bangi yote inakujaga Nairobi ndiye ana distribute. Okay. So after mshaanza sasa kuuza hizo ma drugs mnauzia watu. So at that time in anything kuna kitu ilikuwa in your mind ilikuwa inakuonyesha like what you're doing is right or wrong ama no. Wewe ulikuwa tu unasema mimi natafuta madoza hizi. Wacha nikwambie ukweli na usidanganywe. Nitakupa example. Somebody who own a club huwezi mwambia anafanya vibaya. Wakati yako na watu wengine ndio anajua si vizuri, lakini ni biashara ameamua kufanya. Na is not doing wrong. Haiwezi mchange. Ndio kuna watu wamefanya hiyo biashara miaka hata saa hii. So mimi ungeniambia anafanya vibaya. It is my business. It was a business. It's a business like other business. Okay. But after kuendelea kushikwa kukaa jela ndio ndio ukiona na hii maisha gani? Unaelewa? Kuna wakati moja nilipewa contract kubwa sana Mombasa ya drugs. Nikaenda mpaka Tanzania. Bangi sasa. Nilikuwa nimepatiwa na Marine. German Marine. Through my friend anaitwa Mwangi. Nikaenda nikakaa Mwanza wiki 3 nikafunga bangi yangu vizuri, nikaipack, nikaweka kwa vile nimeipack. Nikikuja that time 1997 ndio kulikuwa na crashes Nakuru. Ya Wakikuyu wanauawa na Wakalenjin during Moi regime. Wakati Jesse Jackson amekuja Kenya ndio kumewekwa curfew Nakuru. Mimi nikashikwa, sikuwa na kitambulisho. Walikuwa wanasema Wakikuyu wanaletewa weapon kutoka Tanzania. So wakati tulifika Band Forest kwa road block. Si watu watoe kila mtu kitambulisho. Mimi nilikuwa na waiting card ya kitambulisho. Nikaona wakiona jina yangu ni ya Mkikuyu nitauawa na askari. Unaona? Okay. So mimi nilipretend. Mimi ni Mtanzania. Nikatupa ile karatasi ya waiting. Nikashikwa. Nikakaa Band Forest wiki 2. So bangi yangu ikakuwa imeenda na stagecoach. Ilikuwa bangi ya pesa mingi sana. After 2 weeks mimi nikafanya vile nilifanya, nikatoka. So kukuja Nairobi yani akili yangu bado iko kwa bangi yangu, ni ya pesa mingi sana, nilikuwa nimepewa down. Ilikuwa worth how much hivi? Ilikuwa worth over kama 2 million. 2 million. Hiyo bangi nilikuwa nimepanga hata nimeandika. Ninunue gari, ninunue shamba, ninunue plot. Sasa hiyo banki mkibebanga sasa kama ulikuwa unaipeleka Tanzania. Nimetoa Tanzania. Ulikuwa unatoa Tanzania. So unajua sometimes kwa nikiwa somewhere unapatanga watu wanafichanga hizo ma drugs, mtu anaweka ndani ya simu, mtu anaweka, yani wewe ulikuwa unaweka wapi hizo drugs ama ulikuwa unajuana na hawa watu? Hapana, no. Watu wa gari because security na nini walaumu. Unajua number 1 mimi nimekuja na stage kwa sababu number 1 hiyo gari kwa road block hizi pigwa tena inspection sababu ina respectiva. It's a big company. Alright. So mzigo wangu vile nimebeba sijabeba. Nimebeba omena. Okay.
lakini nimeweka nda. Umeweka ndani, umezipanga ndani. Umenielewa? Okay. Budget mbili. So hiyo mzigo, unajua kuna kampuni kubwa kulingana na yani sheria, hiyo kampuni inaheshimiwa. So na pia wale watu wanafanya biashara kama mimi za drug wanateka advantage hizo matatu, mzigo inapita. So mzigo wangu ikakuwa imepotea. Iliniuma sana. Nilipokuja nikaenda nikaambia wale jamaa vile nikufikia kwa stage coach, mzigo wangu ilikuja kwamba kweli omena ilikaa kule kwa stage coach kwa ofisi, ikakuwa claim, ikarudi kaklimi, mtu akabeba. Unajua kule pile mzigo imekaa juu mtu haja kuja kuchukua. So finally ikapotea. Hiyo ndio kitu iliniuma sana. Nikarudi wakanipatia order nyingine ya 250 nikadeliver. Lakini kona nimeshikwa. Na sasa hiyo wakati ndio state imepitisha kushikwa na bangi ni 10 years. Mimi nilikaa hivi tuko na wewe na usiosi Buruburu. Akanambia, Joseph, you are very young. Na hii biashara kama utaendelea nayo. Na so hiyo wakati unashikwa sasa na usiesa hapo. Hiyo ni ile wakati ushatoka Tanzania ama? Nishatoka Tanzania, nimekuja, nimefanya shughuli zangu, nimemaliza hiyo, nimeenda. Sasa nimekuja nimeshikwa ile operation. Una bangi imekuwa wasi inaharibu watoto. So mlikuwa mnajulikana hiyo group hiyo? Obvious, unajua Pedra. Wacha nikwambie leo na nini. Na usidanganywe hata na ofisi. Yani kama crime, ni kama crime. Mtu wote yako na bunduki saa hii. Not unless alichukua jana. Hakuna mtu intelligent CID juu huyu ni mwizi wa bunduki. Unanielewa? So they know us. So longa we si crime, si criminal. Unaelewa? Hapo ndio wanakuteka advantage, hawezi kukudhurumu. Hauumizi mtu, wewe tu ni watu unauzia willingly. Na uzii watoto. Kwa pamoja? Yes. Uzii watoto? Ni watu wanakunywa willingly. Yote kuna watu wakubwa sana wanatumia hiyo drug, hizi drugs. Kwanza bangi. Okay. Lakini sasa imefika mahali state imekasirika. Hii kitu nikaa imekuwa wasi. Sasa hapo ndio nilikaa nikaona hii biashara hata nimeifanya sioni faida yake. Faida kubwa nimeona ni kwenda jela. Okay, sasa tuambie jela. Jela sasa, wakati kuingia jela uliingia wakati gani? Ni wakati ulishikwa? Hiyo wakati kulikuwa na msako ama? No, jela mimi nimeenda mara mingi. Jela mimi nimeenda mara mingi. Mara mingi kama ngapi? Kama mara 5. Unafungwa miezi, miaka? Mwaka 2, miezi 8, miezi 6. Na sasa nini nafanya unafunga miaka 5, miezi 6? Si miaka 5, miezi 6 nini na nini? Si ndio bangi. Ni bangi. Alafu sasa unatoka aje? Kwa sababu hawezi funga leo. Unamaliza kifungo. Ukimaliza kifungo unarudi tena. Lakini sina sikia yangu ukienda mali kama jela unakuwa kitu kama rehabilitation, hapo watu wanaongeleshwa. Rehabilitation watu wanaongeleshwa hata ama wewe ulikuwa unaongeleshwa lakini bado unapata sikia, unakosa kusikia. Unajua ni kama waizi. Unajua kule jela watu wanazungumziwa sana. Na kuna watu pia wamefungwa life. Wamenyongwa. Wamenyongwa kama yani kuna visaka 3 zimemuua. Ni ya pili inafanya awe hai. Apili moja inamkubali, inamfunga maisha. Ingine inakataa. Ingine inangojewa. Sasa hao hata hao ndio the great makansela kwa jela kama ujini kuambia leo. Sababu anakuambia kijana, hii mambo unafanya wachana nayo. Kama mimi ningejua singefanya hiyo. Ni kweli mimi niliua, nilifanya. Yaani ni true story. Jela unapata true story. Si ati propaganda. Sasa unasikia story, mtu anakuambia ni kweli niliua, nilifanya. So wachana na hii maneno mpaka wewe unaanza kuona ni kweli. Ile mambo unafanya haina faida. Unaelewa? Watu wale wako jela ni walimu wenyewe. Kuna watu wako na petty crime, kuna mtu alishikwa bure, kuna mtu alishikwa real. Kuna mtu aliua bibi yake, kuna mtu kweli alifanya, kuna mtu mwingine hakufanya. Unaona? Sasa inakupatia vacuum ya kuchange. Ama kuwa wasi. Mwingine anasema mimi nikitoka sasa hata nitaenda nifanye mambo makubwa. Iwe real. Hata hiyo ni kidogo nilikuwa nafanya. Hiyo ni kidogo. So mambo ni mbili. Jela inaweza fanya ubadilike ama uwe wasi.
Amazing. Mhm. So I think pia mtu unapata uko na hiyo anga inakutoka. So alafu sasa kuna mali pia tunataka kujua kidogo viewers waweze kuelewa. Ulikuwa ushatoka ushago, umekuja ufika Dandora, umeingia Mimi hapo. sijatoka ushago. Ulikuwa Mimi nimezaliwa Nairobi. Oh, umezaliwa Nairobi. Eh. Okay, so sorry for that. So ulizaliwa hapa Nairobi. Eh. Sasa umeenda wazazi, unajua ulikuwa na wazazi na wazazi walikuwa wanataka kuendelea na shule, unajua venye society yetu tunataka watoto wasome nini na nini. Sasa wazazi wako walikuja kujua huko hapa ulikuwa unauza peddler ama walikuwa comfortable ama ni aje? No. Wazazi wangu kwanza ndio ni kama walifanya hiyo biashara hizi nibariki. Sababu number one, my father na my mother wananiclaim sana juu mimi nimeniwa after my grandfather. Mimi baba yao. Wanasema hii maisha unafanya hiki tunafanya si maisha mzuri. Si maisha. Mama yangu hata shilingi yangu 10 angechukua that time. Angechukua. So hata mimi nilikuwa nafanya mambo zangu, kuna mabuda wale nilikuwa naeka pesa kwao. Ndio in case nikipata shida kama ni mabond na nini wananitolea. Unanielewa? Lakini wazazi wangu walikuwa na uchungu sana moyo wao. Wanasikia uchungu, wana mtoto wetu yani anaharibu mpaka wanaona kama ni kurogwa ama nini. Unaelewa? Kuna wazazi usilaumu na kuna wazazi wako comfort. Lakini kuna wazazi wana uchungu sana. Sababu sasa unaona for example, sasa tuko na wewe hapa. Si unafurahi? Sasa hebu niambie, umekaa wewe ni mzazi wangu, umepigiwa simu hapo mtoto wako ameshinda. Kuja kuniona na watu wengine nao wanakufuata wewe kama mzazi, ni ploti kama hii ama ni shamba, weka title. Unajua sasa hiyo ni njia ya kutaka kununua mali yenu. Kuna wazazi wamefanya maskini sana na watoto. Ukali. Unanielewa? Ni uchungu sana, si furaha. Lakini mimi nawaambia hapana mama, msitoe kitu na watu mahali fulani. Unaona? Pesa inatolewa. We have spent a lot of millions of money. Mimi ningekuwa very rich. Very rich. Hakuna mtu angekuwa hata tajiri kama mimi hapa. Unaona? But wazazi ni kama si kama wazazi, they were not joy. They were not happy with what wanafanya. Na wakati nilikuja kuacha, wazazi wangu walifurahi sana. Hata kabla baba yangu hajafa. Alikuwa amekufa na furaha yangu sana. Akasema mtoto wangu enyewe ajua hata ule mtu umeitwa hakuwa na tabia kama hii. Alikuwa anafanya kazi yake, biashara zake na mikono yake ametulea. Sasa mimi nashindwa ni nini? But hata nilipomwambia baba, unajua mimi nimeachana na mambo mingi na ulevi na hakuwa naamini. Mimi nakwambia mpaka serikali ikuwa inaamini. Mimi nimeanza biashara sasa ya kujisurvive, sasa ni shusha na kuuza gazeti. Polisi bado wananisumbua juu waamini nimeacha upendo. Unajua Pedra si mchezo. Na society hii yote wanajua mtoto ni Pedra. Unaona? Nilihave niende kwa OCS hivi nimekutafuta wewe. Buruburu. Akaita meeting OCPD. Officer Commanding Station. Kaambia mimi sikiza. Mimi have surrender, hata sheria ya Kenya mimi naijua. Hata kama mimi ni criminal wa bunduki, nikuje na bunduki kwa station ya niekele kama hii laptop. Sina right niulize na mtu. Nafaa kusamehewa hata nisifanye. Nimesarenda mwenyewe. So mimi biashara hii hata OCS anajua niliwacha na niliachiliwa kwa hii police station. Nisifungwe miaka 10 na nikasema from now this station, this business I will not do it again. Na tukaagree hivyo. Sasa na ofisa wako bado wananisumbua. Mimi nataka uite mkutano na uwaambie waachane na mimi kabisa. Kabisa. Na sijaiacha juu ya uoga. Nimeona haina faida na mimi. Unaelewa? Na ni kweli mkutano ikaitwa. Na nikaambia mimi hata mtu akikuja plant drug pale sio mimi. Mimi sio mimi. Mimi nimeoga mkono. So mimi hata kule nilikuwa nikikaa nilipookoka bado watu hawakuwa naamini. Hata nijuzi nilikuwa naongea na mama mwingine alikuwa Makang'ethe Maithipa. Ya madhi yangu. Kaambia maminiwe, mimi hata wakati nimeokoka watu walikuwa wanaamini. Nikienda kesha, unajua wakati zetu tukiokoka kesha zimekuwa revival. Hizo zimetusaidia sana. Maombi. Watu wanaona hapana, si Friday kila kesha ni Friday kama leo. Mtu anasema hapana. Yesu anaenda zile madisko zake tu. Nafikiri watu, si unajua hata sasa kuna watu wapendi wokovu. Hata sasa unasikia wokovu, hata inasemekana wokovu ndio walifanya hii serikali iingie. Hiyo ni kitu iko. So kama wewe hujafuata Mungu, ukweli kuna mtu hata kuelewa, lakini ni wewe na Mungu ndio utaprove huyo mtu right.
Unaelewa? So hata mama anakuja anakutwa, nikamwambia mami, acha nikwambie. Mimi ni mara ngapi umenikuta police station? Mimi sikuwa naogopa mtu. Wacha hata raia mimi kwanza, raia hizi ni tisha. Mimi kama siogopi polisi na bunduki, juu mimi sikuiba naiba. Raia ndio wewe ati wewe ni tajiri unaweza mimi nikuhamishe wewe. Wewe tajiri ndio. Wewe ndio uhame, mimi huwezi nihamisha. Mimi naweza mimi niko na gang. Naweza kukutoa mpaka kwako. So mimi niliwacha. Na hizo biashara I'm not for there again and again and again. Na kwani how lucky am I mom? Sasa nenda miaka 5 sijaishi kwa. Achana watu wale unasikia ni watu wa kutoka kukuharibu akili. Lakini mimi mama mtoto wako. Mimi niliwacha maneno. Kwa pamoja. Na that time wakati nakuja kuna mafrendi zangu wakati nilikuwa nafanya, acha nikwambie, kuna watu wajaokoka lakini wanapenda Mungu. Watu walikuwa wananiambia wacha kuja tufanye biashara hizi. Wewe ni mtoto uko bidii unafanya kwa drugs, unaweza fanya kwa sasa ndio mabilionea Nairobi. Genuine business. Hata sasa nikipata kazi anaambiaga kuja fanya hivi. Nishikie kazi. So nakwambia hapo kwa wazazi, mimi naweza tetea wazazi 100%. Na ndio unasikia mimi kuna wazazi sitajasahau walikuwa wananiongelesha sana. Juu mimi brother yangu ule mkubwa alifariki, alikuwa engineer. So mama naye alikuwa anaona mtoto wangu naye pia ataenda apite ile njia tena. Unaona wasiwasi. Sasa wewe ndio ulikuwa first born? No, mimi am seventh born. Wewe ndio seventh born yetu. Okay. Na kwa both family mimi ni mtoto wa 14. Okay. Unaona. So mimi ni mtoto wa 7. Alright. That last toka na nyuma. Alright. Sasa I want us now, because story yako ni mrefu na I think our viewers hata wanasema wanaendelea kubarikiwa. So let's now go direct. Tumshaje umekuwa peddler, whatever you have done, shikwa. Wewe ni mtu ulikuwa na deal na ulikuwa na deal na drugs, ulikuwa na deal na bunduki na nini? Bunduki no. Uko na bunduki? No. Uko na bunduki or there's no uko na drug peddler, they don't deal with guns. They don't deal with guns. Wenye guns ndio wanakuja kwetu. Wanakuja kwenyu. Sawa. Okay. But drug balance, they don't, not unless they kunwale, you wana magan. But sisi, no. Okay. So after the peddling too. Kazi yenu kuuza. Pata hizo drugs na mnauzia. Okay, that's okay. So now I want us now to go direct so that now this is the place I want our viewers to listen well. When you umesema uliona hii kazi kusaidii, ulikuwa unapata good money, ulikuwa unapata good money. Pesa mzuri sana. But at the end of the day, hiyo pesa haikufaidi mahali, au kununua shamba mahali maybe, au kufanya kitu fulani na nini. Because ilikuwa pesa ya maybe pesa si mzuri. Na when you umesema ni mzuri kupata baraka. Even the Bible tells us that get blessings from your parents. Iko to this place. Yes. Hiyo pesa ndio umepata ni genuine. But iko na option hivi. Sasa tumepata na wewe hapa. Sasa tumepata kama 300,000. Okay. But out of 300,000, nimeshikwa pale kwa barabara nimeshikwa. Tuko pamoja. Polisi wanataka pesa. Mambo fulani ilikomitiwa mahali wanasema wewe ndio unajua. Unaona, so unapata pesa lakini pesa yote haikusaidii. Okay. Unanielewa? So now let's now dive in more. Now after shows the drugs and nini. Now where was your turning? So now tujue mali story yake ilibadilikia vizuri. Yesu ametuambia ulifika mahali uko na hii pesa ikusaidii. Sasa unataka kutuambia after ushafanya hizo miaka ngapi ndio ukafika mahali ukaona like I need to change my life. And ni nani huyu? Kuna mtu alikusukuma akakwambia kuja venye sana where I'm going is where na how you receive Christ now. Ukajua God. Ni mtu alikuja akakuongelesha ama what happened? Ni story ulisikia ama ni wewe ulijiamulia tu ukiwa mahali ukifanya meditation zako ukasema wacha ifike mwisho. Mahali nimefika wacha ifike mwisho, wacha nifanya nini? Wacha nimjue Mungu. How? Tuambie hiyo jani ulifika aje nao kumjua Mungu na watu now you are saved. Because saizi you are not a peddler anymore. Yeah. Now you are born again Christian. Now you want to know how ulifika aje hapo sasa. Ni mtu alikuongelesha? Ni ulijiamulia ama ni how ulifika aje hapo? That's a very good question. Unajua, wacha nikwambie my friend.
Unaona, katika safari yote usidanganywe na mtu. Kabla wewe mwenyewe umeke decision, kuna watu huchangia. Kuna hata wewe katika kuoa, kuna watu walikuambia oa. Kuna hiyo conversation na wewe unafikiri. Kuna watu wanakupenda. Kuna watu wa kanisa walikuwa wananipitia, wananiambia wewe unafaa kuwa servant of God. Unashika? Kuna wazazi, nikienda maneighbor, yani neighbor 50-50, kuna wale walikuwa wananipenda. Wana huyu mtoto ni drug lakini ni mzuri sana. Maisha yake ifai hivi. Get my point? So siku moja nataka hapo ndio usikize kabisa. Nilikaa hivi nikaona mimi nitabadilisha maisha. Hii maisha naenda si maisha yangu. So siku moja nikaenda, niko tu bado Pedra, nikaenda Majengo nikanunua miraa yangu. Nikakuja nikashuka. Nilitaka hiyo miraa nikulie kwa nyumba hivi tuko na wewe hapa kwa interview. But nikaenda kwa friend yangu anaitwa Njara, alikuwa na hoteli. Akaniambia, Roja, nimekutafuta wiki moja bana sikupati. Nilipatiwa kadi yako na Bosco. Friend yetu mwingine alikuwa anaitwa Bosco. Alikuwa na birthday party ya mtoto. Unashika? Sasa nataka kuonyesha how Christ come to be close to me. Sasa nikamwambia na mimi niko nataka chupa ya soda juu nataka kwenda home, nimetoka niko na jacket yangu nimeraa hapa nimetoka. Sasa kule kwa birthday hata ndio hii miraa itashika vizuri. Tukaenda ile sherehe. Kwenda sherehe tukakuta wale wazee wananijua. Hata mimi nilikuwa the youngest boy kwa sherehe. So wakafurahi, tukaanza sherehe inaendelea. So nikanunuliwa mapombe zangu. Sasa mimi nikaanza kuandika majina za wale watu vile wanatoa pesa nini. By that time sheria ya Kenya ilikuwa inataka sherehe isipite saa 6 usiku. Kakuwa sherehe itaisha. Kuna watu walikuwa wanapelekwa Komarok. Kulikuwa mama neighbor yangu anaitwa Mama Njeri, akaniambia, Kehugie, usiende ukishapeleka Njara juu sasa ule baba wa hoteli yako na pesa mingi. Na singetaka pesa yake ipotee. Bibi yake ama watu waseme mimi tumika kufanya nini kumpoteza. Na nikayole. Nikaambia acha mimi nipeleke Njara Mama Njeri na warudia. Unaona brother? Sasa nikampeleka nikarudi. Kurudi nikakuta wale watu walikuwa kwa koma, gari imerudi. So ule mama akaingia kwa ile gari. Nikasema mimi siwezi ngangana na mama kwa gari. Wewe tuvukishwe hapa, mimi nitavuka barabara. Nikabili hivyo nimechukua pale nitavuka tu home hapo. So mimi nikienda home niko na sina sigara. Wacha nikachukue sigara kwa night club nyingine inaitwa Immaculate. Kwenda Immaculate nikapata wale wazee tulikuwa nao kwa ile sherehe. Baba Boxer, Baba Njoroge, Baba Kiruta na wazee wengine. Nikiingia hivi nikasalimia, akaniambia sasa Kikuyu, unajua Kikuyu anapenda jokes. Unaona imwana uri nene hagana yenya ri ukihugi ni muthuri na uri turamurerire harare mwana. Ambene ni hindi umashaye. Nikaenda kununua sigara. Akaniambia nini ndio. Sasa akaniambia, unaona kijana wanakuwa haraka sana. Huyu kijana tumemlea juzi sasa ni mwanaume mzima. Nikaenda nikanunua sigara. Akaniambia kaa hapa, unajua wote wako na magari. Na mimi sina haraka. Endelea kupigwa na unakunywa pia gani siprisina. Nikaletewa. Nikaitishiwa paketi ya sigara. So zile sigara nilinunua paketi nikaweka kwa mfuko. Zile zangu nimenunua 10 nikekelea hapa sasa ndio natumia. Una miraa zangu. Tukaendelea. So paka kuja jamaa hivyo mama amekuja. Soja wa ile club. Akavuruta meza. Unanielewa? Akasema huyu anaitwa hapa. Wale wazee wakamuuliza nani wanamuita? Kamuuliza huyo mtu anamuita akuja kuuliza kwani mmechokoza? Nikamwambia hapana, mimi nimetoka kwa chai ya kina. Ile tulikuwa na nyinyi. Tulikuwa nao sherehe. Mimi hakuna mtu hata tumechokozana na yeye, niko soba. Unajua ukiwa miraa hakuna ile vingine inaweza kuoverturn. Sasa jamaa kaleta conversation akaambia enda huyu anamuita akuja. Sasa hiyo jamaa akaenda. Sisi tukaendelea, akaniambia wewe ndoka usije kuitwa kwa club. Utoke kwa club usiku. Na hiyo lakini ni principle mimi najua. Inaweza itwa uende ukatafia mambo mbaya. Sasa hiyo story tukamaliza. Kuendelea kunywa sasa mimi nikasikia kuja haja ndogo nikaenda kwa jisaidia. Unaona hii ni panga. Unaona? Nikapigwa panga. Sijui sasa ni nani. Nikaanguka.
Bamidi moja tulikuwa friend sana. Ndiye akakimbia akaita kina baba Njoroge akamwambia, nini? Mnakaa hapa na Kihungi anauawa. Wakani rescue. Unaona? Sana ndio alikuwa anakupiga panga. Mimi sijui ni kina nani. Unanielewa? So that time nimeumizwa sana, nikapelekwa Kenyatta. Nikakaa ICU wiki ngapi? 3 good weeks. Baka watu wakasema mimi nimekufa, nimezikwa. Wakikuyu waikage mwili wiki 2, wakikuyu mtu akikufa ni wiki moja. Unajua ICU mtu akujai kuona na kila mtu. So nikaumia, nikakaa kutoka hospitali nikapelekwa kwa aunti yangu Kariobangi. Nikakaa huko. So kutoka ndio nilianza sasa kufikiria kama watu wanataka kuniua bure, hata hizi maneno naweza wachana na. Unaona? Sasa nikaanza kutafakari. Unajua nilikaa miaka 2. Sasa sifanyi zile biashara, nimejam. Ndio Mungu sasa alinizungumzia, watoto wa kanisa wanakuja, wasichana wananiambia, nikaanza kuambia mafrendi, unajua mimi nitabadilika. Watu wananiambia, utaachana na drugs. Nikamwambia, wewe siku hizi hata niliacha kuuza. Mimi nataka kubadilika kabisa. Mungu ananiambia mimi nimtumikie. Wananikaa mchezo. Wasichana wakakuja wakapeana utu tu, tutagwa tu sleep. Tutagaje hitu tu. Vitu tu crusade. Posters hizo maflyers. Akasema, na hii crusade itakuwa iko Soweto iko mbali. Wakakuja wengine wachache sio itakuwa. Samba ni rasta. That's how Mungu alinibadilisha. Nikaenda church. But nimebadilika, lakini bado watu hawajakubali nimebadilika. Unasikia ni watu wananiongelesha watu wa church, wazee nini. Sasa mimi nikamake decision. Kabisa sasa Mungu mimi nasikia kabisa nikutumikie. Na nilipobadilika toka tarehe 6 mwezi wa ilikuwa tarehe 6 Novemba. Hapo ndio mpaka wa leo nilikaa kwa Mungu. Nikabadilika na nikabadilika. Amen. Mpaka wa leo. God. Na sijawahi juta, na maisha yangu ikakuwa maisha ingine. Ndio hapo sasa ndio nakwambia nilikuja sasa mimi nimebadilika, bado maofisa wajaamini. Nakuja kunisumbua pale, na mimi nimeanza sasa nauza gazeti na pia viatu rangi. Unaona? Nauza maperemende, nauza matunda. Unaona? Sasa maisha yangu ikaanza kubadilika. Sasa hivyo ndio nilikuja nikaanza kukaa kwa Mungu na nikaona faida ya Mungu mpaka wa leo. So uliokoka after hiyo crusade ulienda, ndio? That's why you encountered God. Ukasema nao hapa lazima sasa niokoke. Mimi kabla niende crusade nilitamani tu kwa roho yangu ile kama Paulo. Nikaona sasa hii maisha yangu. Maisha yangu si mzuri. Mungu akaniongelea mwenyewe, si ati nakwambia mchezo. Akaniambia, Joseph, hata ukikaa na ufanye mambo mbaya, hata hizi drug auzi, watu watakuamini. Nitumikie kwa kanisa, watu wakuone wewe umebadilika. Sasa hiyo ni sauti. Nikasasa natamani kwenda kwa kanisa. Ndio nikaenda crusade, nikaokoka, nikaenda church. Mpaka wa leo. So what happened when you encountered Jesus? What I'm asking is, after ume receive Christ, now how was the experience? Unajua sasa umetoka kwa peddler, sasa saizi umekuja ukamjua Mungu. So now how was that experience now after you knowing Jesus in your life? Unajua, let me tell you, hata katika salvation, usipokuwa very strong na ukue na Mungu, sasa hiyo ndio sasa biashara zinakuja. Zinakuita. Zinakuja kwa wingi. Alafu unakosa pesa. Unanielewa? Unakosa mpaka kitu ya kukula kwa nyumba. Because the devil is not happy then. Unaelewa? Mimi nilikuwa nimefika mahali mpaka mawife kama huyu wako anajua kupedri. Anajua kufunga drug, bangi. So mpaka anapata pesa hajayo na pesa hivi. Akiwa kwa nyumba watu wanakuja. Nilipoacha sasa tembo kauniambia sasa maisha gani? Sina tunakaa kwa hawa kuna chakula. Mwambie hapana wife.
wewe ni mtu ulikuwa na pesa, sasa umekuja maisha maisha ingine hata saa ingine unakosa kulipa nyumba, unashindwa nyumba hii na chakula. Na umeokoka sasa. Na sasa umeokoka. Mpaka kuza maisha gani hili? Kaambia hapana, biashara Mungu anaweza tuchenjia. Ndio nikafikiria. Mungu akaniambia, "Huyu bibi juu ulikuwa umemzoesha pesa, mwekee biashara ya mboga." Na kuuza mafuta. Pesa ilikuwa imezoea mkono. Lakini wewe sasa pia kule huko, sasa ndio unakuja unakutana na marafiki na sasa niko na drugs. Na wewe unajua una customer. Na acha nikwambie mimi Mungu alinitafani sana. Mimi hata saa hii siwezi fanya biashara ya magendo. Sisi niko naziona na najua. Nilikuwa broker mbaya sana. Vitu za magendo hizo na kuletea na hizo madeals. Unazitambua sana vibaya. Sasa umeokoka ndio zinakuja. Za moja kwa wingi. Unasema nini? Kuna mtu amekuja na drug kama hii. Na mimi najua hii drug kupitia tu mtu simu. Hapo nimezokoma kama ngiri 100. Sasa hebu niambie utafanyaje? Lakini sasa Mungu anakuwatch. Yeah. Unaelewa? Unakuja unapata saa mwingine naye wamekuja hata wale mapendra wenzako. Mkombe nimekuja na drugs. Sasa hao wakikuja na hizo vitu walikuwa umejua umeokoka ama bado walikuwa wanajua, lakini si unajua kuna watu wako kwa kanisa na wanafanya bado biashara. Wanajua umeokoka lakini bado sasa anajua wewe ni una customer. Sasa wewe hutaki kutrade hiyo kitu. Okay. Alright. Na ushauga mkono. Na ushanawa. Mwingine anakuja anakuambia niko na drug. Mwingine anakuambia nataka drug, nielekeze. Lakini sasa unajua wewe sasa ushasurrender. Siwezi kupeleka. Ulikuwa make your decision. Siwezi kupeleka. No, sasa siwezi. Siwezi. Mimi hata Mungiki wakati wanaanza, mimi nilikuwa nikuwe mkubwa Kayole wa Mungiki. Pesa yote pitage kwa mkono yangu. But I refuse. Hata wakati moja juu sasa pale mimi nauza gazeti, sikio ndio Kibaki amechukua nchi, unajua siasa ziko moto sana. Sasa mimi ni mtu public figure. Kwangu kuna kuja mtu wote kununua gazeti. Walikuwa wanafikiri mimi ni mtu wa Mungiki ili kuna some politicians wananijua, walinichukua tukaenda kwa tajiri moja wa kwetu. But mimi sijui nini inaendelea. Lakini hao wanataka kuprove wale CID. Huyu mtu sio hivyo. Kumbe tunaenda mkutano usiku. Na plus matajiri wa Kayole wale wananijua. Wale nimekuwa nikiuzia sasa majacket. Unaona? Tukakaa mkutano over 50 people. Mimi ndio the poorest man. Sasa ndio conversation ikaanza. Hivyo umenita interview. Wakaambiwa no. Kihongi tunasimama na yeye kama ni kufa huyu mumuue bure. Lakini huyu si one of them. Sasa mpaka matajiri ndio wanaambia CID. Makwekwe wale wauaji. Wale wanatembea hivi tuko na simu bunduki 3 kwa gari kuna mabunduki. Kaambia no. Kuna mbona tunaona kwake watu wa Mungeke na nini? Kaambia no. Huyu anauza gazeti. Anauza jacket na huwezi kataza mtu kuja kutafuta kununua kitu. Sasa wenye matatu wa Kayole wanawaambia no. Rogers is not a crime. Si criminal. Si criminal tena. Huyu tunamkatalia. Sisi tunajua wale watu wanatusumbuaga. Huyu si mmoja wao. Huyu ni vile ni public figure. Na uwezi mzuri. Huyu shajulikana already, unajua watu washakujua. Mimi mpaka ofisi ya chief pale nilikuwa nafanya. Ilipopeanwa kanisa, wazee wa kanisa walisema Kihongi ndiye atasimamia. Wale wazee wa area yetu wezi wakubali tunaweza wapea kiwanja wauze. Nikatakiwa nikuwe youth leader. Nikakataa sababu wakati ndio vijana wako na mabunduki wanazoona kama na wabitri. Unafikiri pesa yote ya serikali ingekujipitia kwangu. Lakini nimekataa mambo ngapi? Mimi ningekuwa very rich. Na si rich ya ukora. Wacha ile ya drug. Ya genuine ya serikali. Lakini nikakataa. Niko na tutako sana na vijana. Bibi watu tunagawa kishiko labda ni mimi na wabitri juu nilikuwa mmoja wao. Among them. Naona sio poa. Finally hata mimi watanipangia. So I can be assistant. Nikawacha. So tunaona mimi Mungu aliniita unique sana. Mpaka ma leader. Ni marafiki zangu, lakini nimeacha mipango za sitaki mpaka mambo ya politician. Sababu sitaki kuchafua akili yangu. Sitaki kuchafua roho yangu. Nataka kuwa very focused na mambo ya Mungu. So Mungu akanibadilisha. Na ukweli mimi vile naweza sema kwa wale wanatusikiza, mtu asicheze na wokovu. Ukiona ule mtu mwingine anacheza na wokovu, achana na huyo. But salvation is real. Salvation is real. Mpaka wa leo mimi singekaa kama siko mlevi. Singekaa bila drug. Sikuenda rehabilitation ya mtu. Mpaka wa leo. Na sijawahi kaa hivi ati sasa ninatamani. Mungu alinitoa. Ni God alikuchange. Kabisa. Nakwambia. The power of God. Yeah. Mimi nakwambia ukaambiwa na bibi yangu na familia yetu. Walikuwa wananiangalia na shanga. Mimi ningekuja kama sawa ni brother yangu hapa kazi.
drugs nishike nilale hapa na usiniulize maswali. Ama sasa nikuja hapa kwako hapa ndio nitatumia drug juu. Mimi usinisumbue hata kama wewe ni wa kanisa. Wewe ni wetu na kwako ndio nina right ya kutumia drug juu. Huko nje nitashikwa na polisi, lakini hapa niko kwa manti zangu na waniulizi. Sasa huyu mtoto wetu washakuwa, hiyo ndio maisha yake. Ndio maisha yake. Na hizi sumbuliwa na polisi huko nje na sisi tena kwetu kwa hizi ploti zetu tumsumbue. Acha atumie vitu zake. Lakini kumbe wananiombea. Wanakuombea. So mimi najua salvation ni real. Ni real na ni true. So I want you to talk, nataka kuongelesha some viewers watu wanatuacha sasa hizi. There are still people who are doubting the power of God. The people are doubting that God can change them. They wanafikiria lazima waende venye mesema rehabilitation, which is good for some people. But I want you to speak to God is able to change any situation. Any story yenye huko Mungu anaweza fanya nini, anaweza kutoa hapo, because your story is very, kupata mtu alikuwa pedal alafu anaacha bila kuenda hata rehabilitation. It's God working. It's God working. So can you speak to them any challenge that you are right now, anything that you are doing right now, God is able to bring you out of it. God is able to pick you up and make you someone else. Like society hawezi kuamini saa hizi. Like even the people your friends, they will not even believe it. Because hata mimi wakati nilipanga, watu wengi hawakuamini nimeokoka. Watu wengi wanafikiria like Jeff ni akona mzaa. Because when you are born again, it doesn't mean that your old life inaendanga like once. Yes, inaendanga once. So unapatanga watu huko nje, naongelesha wale watu wameokoka. Unapata mtu umeokoka alafu unapata the old life bado inakam. Hiyo imaanisha hujaokoka, because salvation is not si ya mwili. Salvation ni ya spirit. So I want to encourage you. Keep going. Salvation is a process. It's not a one thing. It's not an event. And for you to succeed in salvation, one of the things you need to do, you need to leave your friends. Wale watu ulikuwa unafanya nao kazi, you leave them in good, unawaacha kwa uzuri. Ona, hiyo ndio first step for you to go forward with salvation. So I just want to, Joseph, story yako is very powerful sana. I want you to talk to these guys. Talk to our viewers today. Encourage them. God can bring you out of the marry clay and make you sit with kings, and He can change your life. God can change your life with one word. With one word, God can change your life. You don't need many words, just one word. God can turn around your life. So kindly, you can speak to our listeners today. Mimi naambia wasikilizaji wetu na wale wanatutazama, number 1, najua God is the owner of everything. Amen. Yes. Na God ndio aliye na siri ya maisha yetu. Ni kama vile unaona mtu anagonjeka. Mtu anagonjeka anaambiwa sasa wewe you are on the last minute. Siku zako zimefika. But God intervention ya Mungu inaweza fanya siku zake zianze. Bwana asifiwe. Amen. Na kitu inafanyaga ni kuwe strong na word ya God ni Paulo katika pale akitoka Damascus. Mungu alimzungumzia. Hakuna mtu kwa Biblia alikuwa bad man kama Paulo. Hata watumishi wale walikuwa na Mungu, yeye hakuwa among the 12 disciples. But he done great things, mighty things. Disciples. Yes. Nataka kusema nini? Number 1, in life, kwa yale mambo mimi naongelea kwa mambo mabaya yale tumekuwa tukifanya, especially kama mimi na yule ananisikiza. Number 1, mpaka udesire. Wewe udesire kutamani kuacha. Hiyo ni 1. Na ukitamani kuacha, with no doubt, rafiki change. With no doubt, change friends. Na kuwa wazi kwa mambo yale unafanya si mazuri. Iwache. Na temptation itakuja, lakini iwache kabisa. Wakati unasarenda hii maneno kabisa, naye Mungu ndiye anaintervene. Anaintervene kabisa, na anakubadilisha na anakupatia new ideas. Then kwa wale waamini kuna mambo mara mbili. Unaweza kutawe labda drug yako pale iko, Mungu anaweza ifanya intervention ya kupitia rehabilitation. Na kuna ile Mungu anaweza direct yeye akurehabilitate yeye mwenyewe.
Unaona? Yes. Akurehabilitate. Na acha niwaambie wasikizaji, kama unatumia drug ama kitu si mzuri, usiseme ati wacha niwache pole pole. Make decision. Uamue. Amua. Ni kama for example unaiba. Wewe sema nitakuwa nikiiba tu pole pole. No. Tupa gun. Kama unafanya ukahaba, wacha. Hata wanaume, kuna wanaume wakahaba, hata wanawake. Wacha. Sema from today sitaki mwanamke. Sitaki mwanaume. Kuna vitu zingine usiseme ati ni pole pole. Ni on the spot. Ndio maisha yako ibadilike naye Mungu aone. Unaona? Yes. Hata ule mama alipatana na Yesu katika kisima, hakujua huyu ni mwana wa Mungu. Lakini wakati alimwambia, nafikiri huyo mama ukisoma Biblia vizuri kuendelea, alienda akabadilika. Ndio mtu ananiambia. Hata Yesu wakati anaponya ule mtu anamwambia paka matope. Unaona ni kitu ukiambiwa sasa hivi mtu aoni paka matope. Inawezekana. Kuna vitu zinataka on the spot. On the spot. Na kwanza marafiki. Let me tell viewers. Hakuna kitu dangerous kwa hii dunia kama rafiki. Ndio hata mimi marafiki ndio walifanya nikaenda hiyo diversion. So marafiki, they can change your point na they can lose your life. Yes. Juu hata wale watu wanakulilia ni good friends. Wale wanakulilia. Have good friends. Good friends. Yes. Ndio hata watu wakiangalia kwa society wasema sasa juu nakunywa pombe nitakuwa nikienda Calypso kwa wiki mara 2. No. Hiyo sasa ni kuacha. Ni kuacha hata si kidogo. Unajua ile drug ile tunafanya drug inaenda rehabilitation drugs kama hizo Roche. Ni kwa sababu wale watu kuna pia zile kwa rehabilitation kuna drugs wanapewa za kutoa zile Unaelewa? Lakini sasa waendi juu ati anafaa aende kwa drug. Anaenda rehabilitation juu he's going to be medication. Nikaa kwenda hospitali. Yes. Unaelewa? Lakini kuna vitu ya mambo ile unafanya si nzuri ni kuacha. My friend. Juu usipoacha you will get yourself in a wrong company. Unaelewa? Usema ati sasa pombe nitafanya kidogo kidogo. No. Hiyo ni completely. Ukisikia kiu ya pombe, nilikuwa nasikia kiu ya pombe ama sigara na kula tropical. Mimi nimekula tropical miaka 2. Nasikia kiu ya sigara, nasikia kiu na kula tropical. Unasikia kiu ya pombe unakunywa soda. Jizoeshe chai. Mpaka inaisha. Naye Mungu anaangalia. Unaelewa? So watazamaji, Mungu yuko anabadilisha. Lakini kabla ubadilishwe, hata saa hii, hata the big billionaire in the world, ile biashara anafanya alitamani kwanza na mtu. Akasema Mungu, na Mungu akikuonekania hapo sasa si salvation ama kwa salvation kwa business ya world, mtu wote Mungu anaweza mbariki. Kuna watu wajaokoka lakini ni baraka kwa watu mpaka wale wameokoka. For example kama watu kama kina Equity, kina Family Bank. Unaona hata the great leaders kina Martin Luther waliona vile watu wanafanya. Unatamani. Ukitamani ile mambo mzuri na Mungu anakuonekania. Unaelewa? Yeah. So vitu zingine ni kuacha. For example kama unanuaga vitu za magendo, unawacha. Better uwe na katululu lakini kitu mzuri. Unaelewa? Vitu zingine ni on the spot viewers. Unawacha on the spot. Huku unaenda kanisa, enda kanisa. Huku unaenda maombi, enda maombi. Sasa uache kujaza dunia kwa mwili wako, jaza. Unajaza Mungu. Unajaza vitu za Mungu. Okay. Unaona? Na unakuwa na hiyo tamanio. Hata hawa na habari. Ndio wako the best kina JK na wale wengine kina Trevor, kina Sam. Ni kuona walio na wale wana habari wa mbele. Unaelewa? So hata leader, hakuna kitu inafanyagwa mtu ati bila kufuata mtu. Hapana, na kutamani hata ya Mungu. Hata sio kwamba usitamani mali ya mtu mwingine. Kutamani mbaya ni kuiba. Lakini ukitamani mimi nikuwe na nguo smart kama yako, it's not a sin. You desire to do good. You desire to live bad things. Then God ana intervene. Sababu hata Mungu anaangalia moyo wako. Hata wakati wana wa Mungu wanaambiwa kwa nini mnahangaika kwa jangwa, ni kwa sababu ya kutobelieve. Yani unaona Mungu nimefanya nini lakini bado uniamini. So nao sisi tuna need kuiona sababu tumeona. Siku na watu wako mbele yetu wokovu, wamesimama vizuri, wameonyesha. Hata watu wengine wakichafua neno la Mungu ni real. Kuna watu wamesimama na real, hawataki hizo bribe, hawataki kuchafuliwa madhabahu. Unaona? Real, unaiwacha real. Unawacha real. Unasema no.
Kama mimi hata sahi nina marafiki najua wengi sana, tasikia kwa biashara zao, juu kuna sengine naweza itona customer kama wewe, wala wanafanya hivi na hivi. Sasa wewe una make decision, nataka pesa, nataka gari, nataka, but ile njia sitatumia. Na unasikia kilio ya watu. Na acha nikuambie, dunia ina kilio sana. Mambo si ya Mungu, hata ufuate Biblia vizuri. Daudi anaambia Mungu, mbona naona unawabariki wale? Mungu anamwambia aje katika Psalms pale 37, wachana na hawa tunaona. Hawa tunaona wanapata na hawanijui. Wako nyuma sana, si kama wewe. Yako ile mimi nakupatia haina macho. Haina macho. Kitu ya Mungu haina kilio. Mimi naweza ambia viewers, don't wachana na dunia. Dunia haina faida, sikudanganyi. Na ukifuata ukweli, enda utafute wasichana wale wanatembea, enda utafute waizi, enda utafute wale watu wanafanya vitu sije ni mapedra kama mimi. Ukae tu na yeye genuinely atakwambia, my brother, ile kitu unafanya endelea kufanya. Endelea. Mimi nimekuambia hata jela ndio kuna makansela wale wacha huku. Wale really cancel anakuambia yenyewe, mimi sikuwa na bibi, sina panga. Sasa mimi maisha yangu ni hapa na sitakuja achiliwa. Mimi hata nikikufa leo naziko huko. Sasa wewe na umefungwa miaka 2 ama mwaka, utatamani hiyo maisha? Utatamani? Hapana. Hawezi. Ukitoka hapo unaenda kuoga hivi. Nao mikono. Kabisa. Kabisa. Hata wanakuambia wacha ndugu yangu, wacha. Ni maisha mbaya. Sasa kama Kamiti ama kina Naivasha ama kina Shimolatewa, kina Manyani, unaona ile ni block ya jela ni kubwa kuliko college. Watu wamefungwa maisha. Na si watu wawili. Si ati ni kuwekelewa. Ni real story. Mpaka wewe una desire yenyewe, ninafanya ni what am I doing? Sasa huyo amefungwa maisha na ameokokea jela. Kweli hata kama ataenda mbinguni ataenda, lakini akoje? Sheria itamwacha. Sheria iko na yeye bado. Aliokoka. Lakini bado amefungwa na mashtaka kama 4. Kwa hivyo mtu hata ya kwanza imemwachilia, apili. Masikia mwingine ya pili, ya kwanza imemwachilia miaka 20, mwingine imekataa. Lakini kama 2 zimemfunga miaka 30. Sio ni maisha? Siku hizi Kenya watu wanyongago kama by information. Viewers. Moi alikataa kusaini. Akibaki pia akakataa. So ukisikia mtu amehukumiwa death ni life sentence. Niishi hapo hadi kifo yake. What? So there is change and there is power in the word of God. There is power, kwanza great power. Na ndio unaona mtu akicheza na word ya God Mungu anakasirika. Unaona hiyo ni unafiki ya hali ya juu. Hakuna power nyingine iko juu ya hiyo. Inakasirisha sana. Powerful. Very powerful. Very powerful. And it change. Mimi kama leo sijaika hivi. Sasa naenda miaka toka niliokoka, naenda 25, ini mwaka 25. Sijaika hivi nitamani drug. Hata nitamani kunywa. Nasikiaga niko aire ile with the Holy Spirit. Aire. Na kuna saa zingine sia pia nakaaga nasikia niko ile aire ya drug. Yaani ile drug bado haija kutoka bado. Haijatoka, haijaisha. Yaani haijaisha kwa akili. Nasikia nataka kanyama kakona supu na maziwa nikate. Ni kweli nasikia ndio kubali kweli drug sio mzuri. So mimi hata nikiongelesha watoto hata popote pale naomba Mungu watoto wasitumie madawa. Dawa ni mbaya. Mimi ni mshuhuda, sitaki kukuambia ushuhuda mwingine. Mimi drugs not good. Wow, this is amazing. Your story is really amazing. I hope guys you encouraged son of this story. The Bible says that seek the kingdom of God and all these other things they will follow. And also the Bible tells us, what should a man gain if you own the whole world? So says unaweza kuwa tunafanya vitu zetu tunafanya, but at the end of the day what are you gaining? The Bible says that hizi vitu zingine profit nothing, but vitu za God was in a profit. So usiwe deceived na msee wote like God as vitu za God azikuangiza maana. Vitu za God za maana na zi change life. Because sometimes ni mzuri kujikalisha chini. Vile Joseph ametuambia ni that the first thing to do is the desire. You need to have that desire to know God by yourself. It must come from your heart. Isikuwe ni kama umepushiwa. Because ile wakati Mungu anataka kuchange, unapata desire yenyewe inakujanga into your heart.
you feel that push that you want to know God, you want to change. And it's our prayer that whatever, God loves everybody. God even loves you, the one that you're watching us. Doesn't mean, imaanishi unafanya nini. Hata kama sasa unatumia drugs, hata kama usaizi wewe ni prostitute. True. Anything that you're doing, unaona maybe si mzuri, I'm telling you that God loves you. And the Bible says that for God so loved the world that he sent his only begotten son, that whoever believes in him, atafanya nini, atakuwa na eternal life. So he loves you the way you are. So don't feel like, mimi tunafanya Mungu, ati Mungu hapana, he loves you. So this is our prayer, and this is why kuna hii platform. This is why I'm encouraging you guys. Support this platform so that we can change lives, so that people can hear stories kama hizi. Ndio mtu anasema aje si mimi peke yangu. Unajua kuna mtu anaweza kaa kumala like, no, there are so many people are going through what you're going through. You are not alone. But I'm not saying this ndio useme ati uendelee kufanya. Hapana. I'm saying this so that ujue like there are people walikuwa wanatumia drugs. There are people who are bedless and their lives changed. So it means even your life can change. You are not different. You are not different. You are not a victim. But God anataka change your life. God anataka umjue. So Tip TV is there. We want to add value, to change lives, to transform lives, to give life a meaning, to know your purpose, why you're here on earth. It's good to kufikiria tu mambo hizi zingine za dunia. Mambo za dunia they hazina ziko na maana, but hazina maana kama mambo za kimungu. Kujua Mungu ni kitu ya maana sana. I can testify that in my life. True. Anyone can testify. When you know God, there are things that change. And people, watu wa dunia hawezi elewa. Sometimes wanaambia vitu they can never understand, because they always see you with the lens, the views ya past. That's the hiyo ndio kitu mbaya watu wa huku nje. Ukiokoka, they always see the past, the past you. They don't see you wewe mtu wa saizi. So your past no determine your future. So I think hii story tungeendelea zaidi na zaidi, but because of the interest of time, I just want to give Joseph atupatie word zake za mwisho, aongeleshe viewers, and lastly awaambie kitu ya mwisho sasa yanafeel iko ndani yake before tumalize hii episode, alafu we can proceed there. So Joseph, I want you speak to our viewers, waambie kitu ya mwisho tu tukimalizia. Okay. Asante sana. Kitu ningeambia watazamaji wetu, number 1, saa zingine unaweza jipata unafanya mambo na ukweli kuna wengine si kupenda, ni friends, yes, company. Yeah. Wengine jipata ulikuwa na mtu, lakini kumbe ile mambo wanafanya ikabaki uingie bila we kupenda. Number 1, angalia rafiki. Na ukweli hata unapojikuta uko katika situation, ukajipata situation ile unafanya si mzuri, ningeomba tamani kubadilika. Sababu hata wale watu wako kwa hii dunia kama viongozi, wacha nipende mfano na viongozi. Viongozi wale wazuri ni wale wametamani, waliona watu wale vile wanafanya ndio katamani hii uongozi. Kama ni mwalimu, ulipenda kuwa mwalimu sababu uliona walimu. Kama ni daktari, wacha ile ati uende pale juu ya pesa. Kama ni mzigo wako Mungu amekuita uwe daktari, hauwezi fanya patients vibaya. Ulitamani kuona vile ungependa kusave life ya watu. Then hata we viewer, wale watu maybe wamejipata kwa trap ya drug, maybe kama vile mimi nilikuwa, kama ni wasichana umejipata kwa bad company. Wengine wafanyi vitu atijuni kukosa, na tuseme atijuni shida. Ni ile tu umeamua tu mimi demu acha. No, Mungu hakukuumba ati wewe utembee. Mungu hakuumba wewe kijana uharibike na madragu, ufanye ukora. No, that's not plan of God. Plan ya Mungu alikuwa focus. Tamani kubadilika. Na kwa wale wanatutazama ama wanatusikiza, kabla hujakuwa addict kama mimi unayeniona na hujaenda sana, wachia hapo, change njia. Many ways ziko za kufanya mambo mzuri, mambo hazina shida. Yes. Unaona, na mambo za baraka. Kabla hujaenda sana, ndio mimi natamani
kuzungumzia watu wa young, wakubwa, wale wananisikia, na especially young people. Yes. Na waomba sana. Na nyinyi watu vibrant. Yes. Hata viongozi once upon a time they were young like you. Msijaribu. Ningeomba tu mtamani kuwa na good vision. Sababu nyinyi tegemeo kwa watu wengi. Na wakati mambo yako yanakuwa mzuri, pia Mungu mwenyewe, Mungu yuko willing. Na unajua Mungu anatupea desire ya mioyo yetu. Nakumbuka hata katika Jeremiah 1, Jeremiah anaambiwa na Mungu, nataka kukutuma ukaniokolee watu wangu. Namwambia sasa mimi Mungu nitaenda nikiwa kama nani? Mungu anamwambia Jeremiah, nilikujua ukiwa tumboni. Sasa hata wewe viewer, Mungu alikujua na ndio sababu amekuweka hata wa leo. Kabla hujazaliwa, wazazi wajajua wewe ni kijana au msichana. Mungu alikujua. Na Mungu huyu alikujua, ana mpango mwema na wewe zaidi ya vile unafikiria. Na pale uko, si pale Mungu your destiny. Mungu anataka uende mbali. Mimi ningewaomba tu desire to change. Na when you desire to change, automatic God ana intervene. Amen. Yeah. Amen. So thank you so much, Joseph, for coming. But Upper TV, we really appreciate that. Yeah. So kama says you have sacrificed yourself, your time. Kama says unaniambia you need to go somewhere, but kono upitia hapa because interview may plan for some days. But sure, this is the right time. And we thank God for this. So me personally, I'm encouraged and I'm inspired. I know that God is God of impossibility. Yani God hakuna vitu haiwezi fanya. So nataka kumaliza hii interview. And before nimalize hii interview, I just want to, kuna kitu nilikuwa nimesahau nikianza, I forgot to introduce myself. Mimi naitwa Jeff. And so kindly subscribe. Hiyo button iko hapo chini. I want to just click the button and that button, that bell, ndio ukuwe mtu wa kwanza kureceive hizi content. Hii ya mza, hii ya kujibamba, but hii ya kuchange lives. Na ukisikiza hii message, ukisikiza hizi episodes, ukisikia kama imekufurahisha na kama imekubariki, kindly like, share to your friends, share to your family. What a message reach to many people. Because the more you share, the more na wewe na share, so the more unapata tumekushare watu wengi. And don't forget to comment. Say something hapo chini. It will not cost you anything. Just say something. Ni nini umekuwa inspired? Even your words nitasema hapo, kuna mtu atasoma na pia yeye encourage. So thank you so much for watching, and thank you so much for returning subscribers. And I know there are people going to subscribe. We're not doing this to get money to julikane for fame. No, we're doing this for God, to raise the banner of Jesus Christ. That's the reason why we started Tip TV. So thank you so much, and God bless you. Amen. Shalom.